kuna kitu kimoja siku hizi kikisemwa inaonekana kama ni kitu cha kizamani. Kwa mfano, unafikiri ni kwa nini huko nyuma mwanamke alikuwa anatakiwa kuolewa akiwa bikira? Siku hizi ukisema wanawake wote wataibuka. Hayo mambo ya kizamani. Kuwa na bikira ni mambo ya kizamani. Mwanamke kuolewa akiwa na usichana sio mambo ya kizamani. Unanielewa? Maana yake siku hizi tuko kwenye kizazi ambacho unaoa mwanamke ambaye amesha kuwa mwanamke wa mtu mwingine. Kwani akiwa na usichana hawezi kukusaliti? No. Tuanzie kwanza hapo. Kwa sababu ndio msingi wa kwanza wa kuanza kujenga uaminifu. Yes, anaweza akasaliti kwa sababu kusaliti ni tabia. Lakini msingi wa kwanza wa kuanza kujenga uaminifu ni hapo. Mwanamke kuolewa na usichana sio ushamba. Hili lilipaswa kuwa jambo ambalo tunalizungumza na kulirudisha. Kujivunia kama jamii. Siku hizi ukianza kusema mwanamke anaolewa na hana usichana, haya alikuwa mambo ya kizamani. Haya sijui alikuwa nini. Maana yake ni kama unahalalisha huyu mtu ameshakuwa na mtu mmoja, wawili, watatu, wanne. Na ndio maana hata hizo namba za DNA zinakwenda juu kwa sababu tayari huyu mtu mashaka yameshaanza kutengenezwa. Kama jamii tulipaswa kurudi kule kwa watoto wa kike kwanza, kutozaa tu, labda hiyo imetokea sababu, unanielewa? Lakini mtoto wa kike msingi wa Kiafrika ni kuzaa akiolewa, na anaolewa akiwa na usichana. Ukisema wa mtu awe na usichana, yani kelele zitakuwa nyingi. Unajua hao wawaji wako wapi? No. Rudi hapa. Yaani unaona siku hizi dada zetu, ndugu zetu wanazaa tu wako nyumbani. Lakini msingi wa kwanza kutengeneza jamii iliyo bora ni huyu mtu anaolewa. Akiolewa huyu mtu anaolewa na usichana.